Jioni zetu ndo hizi hapa wananchi, jioni ya tarehe 28 mwezi wa 3 2025. Mimi naitwa Caleb. Kwa hiyo na karibu tena tuziangalie baadhi ya stories ambazo zimemake headlines wiki hii ya kuanzia tarehe 24 Monday mpaka 28 Friday fulani hivi poa sana bana. I don't know what you're doing this evening. Anything ambayo unafanya this evening ufanye na moderation, usifanye sana, too much of anything inakuanga mbaya. So wiki imekuwa na mastori kibao. Moja kati ya story kubwa ni kuhusu Kenya One, goalkeeper wa Kakamega Homeboys ambaye anaitwa Patrick Matasi, goalkeeper ambaye pia ametumikia kabisa bana timu ya taifa ya Harambee Stars. Very many call-ups amekuwa nazo, na of course amewakilisha venye mwenyewe anaweza tu. Lakini wiki hii imetokea video ambayo inaonyesha mtu ambaye anakaa kama Matasi, because hatuwezi tukaverify, haijakuwa verified kwamba mtu ambaye tunamuona kwenye video yenyewe ni Matasi hapa sio yeye, you know what I'm saying. So mtu ambaye anakaa kama Matasi akinegotiate match fixing na mtu fulani hivi kwenye gari. So wiki hii Football Kenya Federation wamelaunch investigation kwenye allegations ambazo zinaendelea za match fixing ina involve goalkeeper Patrick Matasi. Kuna statement ambayo imetoka jana tarehe 27. FKF sasa wana reaffirm commitment yao kwa ku-uphold integrity of football na kuensure fair competition. Na statement yao inasema the Football Kenya Federation FKF is very much aware of videos circulating online involving goalkeeper Patrick Matasi, raising concerns about possible match manipulation. FKF upholds the integrity of football and has actually launched an official investigation in collaboration with FIFA, CAF and other relevant authorities. We reaffirm our zero tolerance policy on match manipulation and are very committed to safeguarding the credibility of our competitors. Statement, but a statement inasoma hivyo. Federation inaongea bwana. Huyu mtu ni Matasi ama sio Matasi? Because Matasi ambaye tunamwona saizi ni Matasi ambaye ameongeza mwili kidogo, na Matasi ambaye tunamwona kwenye video kama ule Matasi ambaye hana mwili sana, yani I don't know. Sija verify kwamba mtu ambaye anaongea kwenye hiyo video ni Patrick Matasi, lakini watu ambao mko kwenye circle ya sports kabisa kwenye FKF mnaweza mkatusaidia kabisa kwenye hii verification. Lakini pia watangazaji ambao wako na mbinu kubwa ya verification especially kwenye images wanafaa watuambie. Investigation hii ambayo inaendelea na FKF saizi hopefully italeta of course to light whatever it is ambayo inaendelea. Footage imeanza kutembea on Thursday 27th na inamuonyesha goalkeeper ako engaged in a conversation na unidentified individuals wakidiscuss a deal to manipulate the outcome of a football match. Na anasikika huyo Matasi wa video akisema kwamba mimi sijawahi kuangusha na sitawahi kuangusha. Nikimquote tu anasema I repeat again, this is the first deal, I beg you. You know how we have done this. I have never let you down. You have never let me down pia. Sema jamaa wana kwani watu wanalipwa pesa ngapi kucheza mpira Kenya? I think footballers are paid nice in Kenya, si ndio? Plus again Matasi amekuwa na such a good career, such a lucrative career. He was with Police FC, saizi kuna Kakamega Homeboys, amekuwa na call-ups nyingi tu kwa Harambee Stars. Kenya One. Lakini ikiangalia videos sasa, naweza nikaanza kuamini kabisa bana history ya kwamba huyu ni Patrick Matasi, na Patrick Matasi ndo amekuwa akifanya match fixing. I've played football before na bado mpaka saizi I play football, not professionally, lakini kuna mabao Patrick Matasi alikuwa na let in hata akiwa na Harambee Stars. Unaziangalia unashangaa. There was one moment Police walikuwa wanacheza na I think KCB or something, aliachilia bao ikaingia, Abudo Mara alikasirika sana defender wake. So ni questionable sana some of the goals zenye Patrick Matasi ameachilia ziingie. So nafikiri investigation inafaa kuwe launch. Lakini kitu kingine ambayo imenishangaza sana kuhusu story ya Matasi ni kwamba fellow footballers ambao wamecheza na yeye wakiingia kwenye social media, instead ya kukashifu kabisa bana whatever it is ambao wameona, wao wanapost tu picha wakiwa na Matasi, wanashangaa nini inaendelea na captions za what's going on, alafu wanacheka. Ni kama walikuwa wanajua kabisa bana what this guy is doing all along. Hakuna footballer wa Kenya ambaye nimeona amejitokeza akasema match fixing nayo ni mbaya, inafaa ikue against the law na inafaa tuikatae kabisa bana with everything possible. Nakumbuka siku Matasi Police FC akiwa na Police FC walikuwa wanacheza na KCB. Ilikuwa inachezwa pale Police Stadium. Aliconcede kabisa bana bao chap sana, faster. Abudo Mar aliona hiyo story. Aliona kama hiyo ni mchezo wa town, si ndio? Na head coach at that time alikuwa anaitwa Zako Logarusic.
alimsubstitute hapo Aboud Omar na Matasi. I'm not saying Aboud Omar ako involved ama anajua. That is crazy. Kuna back passes zingine jamaa akianza kupeana, especially jamaa ambao kuna experience kubwa kama Aboud Omar, basi tunaanza kuquestion wewe na goalkeeper wako, what are you guys up to? Discipline lazima iwe very serious. Goalkeeper Matasi kama atapatikana na hatia, basi anafaa afungwe. Ndio ionyeshe kabisa bana example kwa goalkeeper wengine, lakini pia irudishe heshima kabisa bana kwenye mpira, kwenye game, kwenye profession ambao watu wengi wanapenda na watu wengi wanatumia kabisa bana kupata riziki. Match fixing. Ana match fix mpaka kwa national team. Kitu ambacho inaniuma zaidi ni ana match fix mpaka kwa national team bana. Nchi mbele, sisi tunashabikia team hapa nchi mbele, tunajaza study. Kumbe goalkeeper ashamaliza game bana. Ashajua anaenda kuachilia mabao 2 half time, alafu inakuwa hivyo. So tu wape kidogo bana FKF muda wafanye investigation, alafu tutajua sasa ni aje ni vipi. Lakini I hope kabisa ni wake up call kwa goalkeepers wote, lakini pia ni wake up call kwa professionals wote ambao wanacheza this beautiful game. Wajue kabisa kwamba fairness ni kitu ya maana, fairness ndo kitu tu pekee ambayo inafaa izingatiwe kabisa bana kwenye profession yote tu. Hakuna manipulation. Unaona huko majuu watu wakikuwa involved kwenye betting, wakiwa kwenye betting alafu FA ijue tu kidogo, basi jamaa anakuwa suspended. So tunataka kuona very serious, inaitwaje, very serious stance ikiwa held against Matasi kama atapatikana na hatia. Tutoke kwenye mpira kidogo tuingie kwenye siasa. Former Chief Justice David Maraga wiki hii amedeclare kwamba ako tayari kabisa baada kuongoza nchi, na sasa anasema ako na track record nzuri akiwa Chief Justice pale, alifanya vitu kubwa. Hiyo everybody anakubali. Wiki hii Maraga alikuwa anaongea kwenye public lecture huko Migori County na amesema ako very confident. Very confident. Anaweza kaongoza nchi kama rais. Maraga akivai kama president unaweza kumpigia kura mwananchi. Track record yake kama CJ ilikuwa poa hiyo, hata nampa tick, nampa namuongezea kabisa bana points. Na nikimquote jamaa anasema it is because of the confidence ya ku make decisions. I have served before kwenye serikali, na kwenye serikali I was the head of one arm of government. There is no magic about being the head of another arm of government. Yeye alikuwa head wa judiciary, na sasa anasema yani hakuna uoga wote kabisa bana ya kuwa head ya executive. Sasa ile ilikuwa arm ya government, basi hata hii nyingine inaweza nika lead. Na Gen Z sasa wanaendorse jamaa. Gen Z sasa wanakubali, Gen Z wanasema wewe ndio unatosha. Gen Z wamemuendorse former Chief Justice Maraga. Na Maraga accept endorsement ya Gen Z. Alikuwa anaongea huko Migori County wiki hii, na of course hii ina shake kidogo bana political temperatures ambazo zimekuwa in this country for a while now, because we know Kisii wako na Matiang'i ambaye Wakenya wengi tu wanakubali kabisa kwamba huyu jamaa ako tayari kuingia kwenye uongozi. Huyu jamaa 2027 na yeye atakuwa pale. Maraga pia ni mtoto wa Kisii huko. Inabidi sasa waamue nani tuna endorse. Hakuna cha Gen Z. Gen Z washa endorse Maraga. Sasa inabidi community ya Kisii ambao ni beautiful people wakubali. Kati ya Maraga na Matiang'i, nani tuna endorse tuwape wa Kenya aongoze kabisa bana kama rais kwenye uchaguzi ambao unakuja wa 2027. Lakini pia hao wawili watakuwa kwenye chama gani? Maraga amesema ako tayari, meaning ni kitu ambacho amekuwa akifikiria. It's not just about Gen Z endorsement. Ni kitu ambacho amekuwa akifikiria, na iko very sure kuna watu wengi kwenye political space ambao wamekuwa akiongea na yeye, wanamwambia mzee inabidi ukuje uchukue hii, mzee unaweza dada. Atakuwa kwenye party gani? Naingia kwenye Jubilee nasikia kuna Matiang'i tayari pale. Maraga atakuwa na party yake ama Maraga ataingia kwenye side ya Mheshimiwa Rais William Samoei Arap Ruto? Ni kitu ambacho tunaweza tunaweza keep the tabs open kidogo tuone it unfold aje. Former CJ anasema bado ana consult na ata announce final decision on his political ambitions at appropriate time. Hiyo appropriate time mzee inabidi utuambie sasa tujue kama ni wewe tunasimama na wewe ama sasa tunafanyaje. Ni story ya kuangalia sana. Gen Z imemwendorse. Na Gen Z wanaongea in one language. So Gen Z wakisi wakishamkubali, pengine Gen Z wa nchi county zingine watasema basi huyu jamaa kuna kitu. Advantage ambayo kunayo ni kwamba track record yake inaonyesha jamaa ambaye ni mwaminifu sana. Wakati alikuwa CJ, I didn't hear nobody complain about him.
Such a good guy. Na wacha tuangalie, mimi mwenyewe naweza nikampigia kura. Maraga, Gen Z wako very serious. Tuangalie nchi bado, nchi ya Kenya +254. One of the reasons why naamini Maraga anasema amekubali endorsement ya Gen Z, na one of the reasons why naamini Maraga anasema siku ikifika atakuja kusema stand yake ni the situation ama the position ambayo nchi iko saizi kama +254. You know what I'm saying? Na madeni ziko left, right and center despite matax kupanda, despite mheshimiwa rais kutuambia kabisa kwamba kwamba maisha sasa iko vizuri. Despite that, bado deni ya nchi imepanda sana, na kuna report ambayo nimeona imekuwa published na DW Swahili. Wao wanasema kabisa kwamba deni ya Kenya imepanda, na imepanda sana. Haijawahi fikaga hii level. Ni 10 trillion saizi, trilioni 10. Trilioni 10 kabisa bana. Deni ya Kenya sasa inafika 10 trillion. Record high. Deni ya serikali ya Kenya imepanda yani. Serikali ya Kenya imetangaza kwamba deni ya nchi imefika shilingi trilioni 10 kabisa. Record high. Nataka kujua mheshimiwa rais waga anamaanisha nini kabisa bana akisema kwamba nchi iko vizuri na vitu ziko affordable, na sasa tunaanza kujisustain kidogo. This week serikali ya Kenya imetangaza kwamba deni la nchi hiyo imefika shilingi trilioni 10, kiwango ambacho hakijawahi kufikiwa katika historia ya nchi hiyo. Huku waziri wa fedha John Mbadi akidai kwamba thuluthi 2 za mapato ya kila mwaka ya nchi hiyo inatumika kulipa deni. 10 trillion. Crazy. Mbadi pia anawataka wa Kenya sasa wachukue msimamo mkali dhidi ya ufisadi. John Mbadi, nataka nikwambie kwamba sio utuambie kama wa Kenya tuchukue msimamo dhidi ya ufisadi, ni uambie boss wako mheshimiwa rais William Samoei Arap Ruto achukue msimamo mkali dhidi ya ufisadi. Yeye ndo rais. Ambia bunge la nchi ichukue very tough stance against ufisadi. Kenyans are very helpless kwa corruption ambayo inaendelea kwa serikali. Hakuna, there's almost nothing tunaweza fanya. Tunaweza tukademonstrate, you also we went to the street the other day ku complain. Majenzi ndio hiyo sasa, si ndio? At the end of the day, boss wako mheshimiwa rais aliwarudisha wote ambao waliwatoa. Na the reason why tulikuwa tunademonstrate ni nini? Corruption, nchi haiendeshi vizuri, deni imekuwa hivi, hakuna nafasi za kazi na mheshimiwa rais akasema basi ndo nawatoa, ndo niwaeke watu ambao wanaweza peleka nchi kwa direction ambayo inafaa. But later on the same guy your boss alitoa ndo akawarudisha. So John Mbadi ambaye ni waziri wa fedha, tunataka umwambie boss wako mheshimiwa rais William Samoei Arap Ruto kwamba yeye ndo anafaa achukue a very tough stance against corruption. Na kama historia is anything to go by, basi serikali ya mheshimiwa rais William Samoei Arap Ruto imekuwa na kesi nyingi sana za corruption. Na sio yeye tu, even from the government ambayo inherit. Kumbuka kesi ya Waiguru. Every government corrupt. So wananchi have nothing to do with it. Don't tell us to take a tough stance against corruption, wakati wewe unajua kabisa kwamba serikali ndo kusema. Record high, my friend. Crazy, you know what I'm saying? 10 million. Like deni ya 10, sio 10 million, 10 trillion. Unajua trillion? Trillion iko na zero ngapi? I don't know, man. Trillion is a lot of money. Maybe 9 or something. That's a lot. So let's see kabisa bana. Na 2 years pekee imebaki tuingia kwenye uchaguzi. Naamini ikifika next year hapo mapema campaigns zitakuwa zimeanza, na hakuna mwanasiasa ambaye atakuwa anafanyia watu wake kazi. Watakuwa na campaign wote, including rais wa saizi mheshimiwa Arap Ruto, of course mheshimiwa William Samoei Arap Ruto. Na of course kuna only this year kujaribu kulower hii data, kuna only this year ku rectify makosa ambayo yamefanyika. So far so good tangu anaingia kama rais wa nchi 254. Tuingie Korea sasa, ambapo wiki hii kuna story serious. You think Kenya iko na story serious? Korea is mad, my friend. Korea wako on the news saizi kwa story ambayo inashangaza sana. Wamekuwa kideport in a way, deportation fulani hivi ya watoto. Adoption inaendelea huko abroad. Wao wako na watoto lakini wanawapeleka abroad for adoption. Sijui kama hawataki or something. Wiki hii South Korea inakuwa accused of mass exporting children in overseas adoption. It's a very serious story. Me, the first time niliona nilishangaa. South Korean government committed numerous human rights violations over decades in a controversial program that sent at least 170,000 children and babies abroad for adoption.
inquiry sasa ina reveals 170 kids, babies, walikuwa sent abroad for adoption. Inasemekana kwamba government's lack of oversight ili enable mass exportation of children by private agencies that were driven by profit, and found examples of fraud na records ambazo zinaonyesha pia coercion kwa hizi stories zote. Since 1950, South Korea has sent more children abroad for adoption than any other country, with most wakitumwa kwa western countries. Report sasa inaonyesha hivyo. Lakini so far so good, South Korea ime move kabisa to tighten its adoption processes. Crazy kabisa bana. You send 170,000 kids, babies abroad for adoption without their consent. It's a very crazy story. Report in a note kabisa kwamba foreign agencies are demanded a set number of children every month, and Korean agencies complied. Yani hizi agencies wanasema sisi tunataka watoto 2,000 kwa mfano every month, na serikali ya Korea ama agencies za Korea zinakubali. Kwa nini serikali ya Korea inaruhusu mass exportation ya children, babies, forced adoptions abroad? They don't want kids or what? 2023, 2 years ago, South Korea passed a law ambayo inaensure kwamba all overseas adoption will be handled by a government ministry instead of private agencies, which is due to come into effect by July. Bado haijakuja into effect. So kuna ministry ambayo inatengenezwa pale ya kuhandle of course adoption zote ambazo zitakuwa zina happen huko South Korea. Lakini so far so good. The damage ime happen, na what I know leo jioni ni kwamba South Korean government wako yet to respond kwa hii report ambayo imetoka Wednesday wiki hii. Tubaki kwenye story nyingine ambayo iko huko Korea, wakisema wanafanya mass exportation, basi pia wanafanya story nyingine weird sana. Kwa watu ambao hamtaki kuolewa na nini, South Korea wanapeana pesa ndo ufunge ndoa na mtu wako. It's very good amount of money. Kuna handout ambayo inatolewa South Korea sasa hii, $38,000 to get married. So Kenya mimi nataka kuuliza kwa upole zaidi kwa serikali ya Korea, hii $38,000 ni mimi napewa peke yangu ama wife pia anapewa yake? Kama yeye anapewa yake na mimi napewa yangu, basi hiyo ni 70 kama 76 hivi $1,000. Unaweza ukafanya biashara fulani hivi serious sana. Kuna handout ambayo inaendelea, wana offer money for couples to date na wawane, sababu wananchi wengi kabisa bana huko Korea sasa hawataki stories za ndoa sana, na sasa wameona hii inaelekea pabaya, wacha tu entice na pesa. So na hiyo kabisa bana, hiyo $38,000 unaweza ukamove South Korea sasa. Process ya kupata visa ya South Korea inakuaje? Na wana know kabisa pia, is it possible I move to South Korea with my woman or with my girlfriend and we get married there and we ain't Koreans and we still get the money? That would be really cool, sindo? It's a crazy story. Paid marriage program inaendelea huko South Korea. So if you wanted motivation ya kuolewa ama kuoa, basi unaweza ukasafiri South Korea, tujue ni aje ni vipi. Wananchi, hizo ni baadhi ya story kubwa ambazo zimemake headlines wiki hii, na kupa nafasi kabisa bana kubwa ya kuniambia kwenye comment section ni story gani imekuintrigue sana, gani imekukasirisha sana, gani imekuwa such a revelation kabisa bana kwako. Mimi nachagua story ya Matasi, imeniumiza sana na singependa kuongea zaidi kuhusu because investigations zimefunguliwa na FKF, na tunataka iwe ni investigation ambayo inakamilika na report tunapewa kama wananchi, tunasoma, tunaangalia, na kama atapatikana na hatia Kenya One Patrick Matasi, basi funguliwa mashtaka. You know what I'm saying? I have so much respect to the beautiful game football, na kuona kuna manipulation ambazo zinaendelea kama hizi, especially kwa game yetu ambayo ndo saizi inaniumiza sana. Lakini pia story ya deni ya Kenya kufika juu imekuwa story kubwa sana. Story ya Korea kulipa watu ndo of course waoe ama waolewe, it's a very big story as well. Gen Z na endorse Maraga wiki hii, namwambia kwamba wewe ndo tunataka uongoze nchi, na alikuwa Migori huko Kisii, na Kisii tunajua as well kwamba wako na mtu wao ambaye anaitwa Matiang'i. So tunaangalia kati ya jamaa wawili nani atasimama ku represent region hiyo kwenye national politics. Of course hizo tu ni baadhi ya stories ambazo zimemake headlines wiki hii kwenye jioni za Caleb Koyo, na hizi jioni kama kawa zinaletwa kwako na mimi. We ain't got no sponsor in it, so I'ma see you next time na stories zingine kubwa.
Adios, wagwan.